Kila kitu kwenye maisha kinataka kuwa na mipaka. Kama ni kazi, unafanya kazi na unapata muda mwingine wa kurelax, maisha mengine yaendelee. Kama ni mapenzi, utakuwa unafanya mapenzi na muda mwingine wa maisha uendelee. Ile ukibezi kwenye kitu kimoja ndio kitakuta kama hiki ambacho kimemkuta Adina. Adina na Nikki ni ndugu wa familia moja. Ile wakajikuta wana mahusiano na mwanaume mmoja. Adina yeye ni anafanya kazi kwenye kampuni ya baba yake. Muda wote yuko busy na vikao. Na Nikki ni yeye hataki kufanya kazi kwenye kampuni ya baba yake, ila anataka kuwa mwanamitindo. Nikki akiwa amelala anapiga simu na rafiki yake kwamba anatakiwa awai haraka sana kwa kuwa CEO wa agency ya wanamitindo walikuwa wanamtaka anasafiri. Nikki akaamka akajiandaa haraka haraka na alipofika sebuleni akaangalia funguo yake haioni. Akamuuliza mfanyakazi wao kwamba funguo iko wapi? Akamwambia mimi sijaiona. Babake akaja. Akamwambia Nikki unatafuta hii? Akamwambia ndio baba, naiomba, nina haraka sana. Kuna sehemu natakiwa niwahi. Mamake akaja akamwambia Nikki, kila ukitoa mguu wako kwenye hii nyumba wewe unatuletea aibu, fedhea, matusi. Akamwambia baba, mnataka nini? Mnataka kichwa changu? Nimeshasema siwezi kufanya kazi mimi masaa 24 ofisini. Siwezi kukaa ofisini mimi. Mimi nataka kuwa mwanamitindo. Hebu niangalieni binti yenu. Nina kila kitu cha kufanya niwe mwanamitindo. Siwezi. Nimeshasema siwezi kufanya kazi mnayoitaka. Akamwambia basi kama hutaki kufanya kazi, nenda katafute vitu vyako. Hii gari uipate. Nikki akaondoka. Adina alipomaliza kazi, akawa anajiandaa anaondoka, anaelekea nyumbani. Akaja mpenzi wake anaitwa Sylvain. Wakakumbatiana, akitaka kumkisa Adina anamwambia hapana, nina lipstick. Akamwambia basi naomba nikupeleke. Akasema hapana, nitaenda mwenyewe. Sylvain akamwambia dereva ataileta gari, mimi nataka tuwe pamoja. Akamwambia hapana, nitaenda mwenyewe. Adina akaondoka. Nikki akawa anatoka kwenye ile interview akiwa na hasira sana, anafoka. Akasema yote amesababisha baba. Umeona amenichelewesha, asingenyang'anya funguo ya gari nisingechelewa. Kufika nyumbani kwao Nikki akaanza kufoka. Akamwambia baba na mama, mbona mlichosababisha? Mmesababisha nimekosa interview ya muhimu kwa ajili ya maisha yangu. Mnataka mimi niishije nyie? Akamwambia kwanza mmenyang'anya gari yangu, pili mmenikata mishahara yangu ya mwezi. Mnataka niishije? Akaja Adina akamwambia wewe kwani unafoka? Baba amekupa chance ya kufanya kazi kwenye kampuni ya mamilioni ya fedha. Ila kwa hapa unafoka tu, utaki wewe unataka kufanya kazi isizoeleweka. Akamwambia muone na huyu kibaraka wenu. Anaingilia kama nani? Adina, mimi siwezi kuwa kama wewe. Siwezi kuwa natumwa mimi nafanya kile ambacho wazazi wetu wanasema. Mimi siwezi. Mimi nimeshasema. Mimi nataka kuwa mwanamitindo na hilo ndo mwisho. Humu ndani mnanitusi mimi kama mtoto, sio mtoto wa hii familia. Mmeninyang'anya gari, mmenikata mishahara yangu ya mwezi. Sasa subirieni. Mtaona nitaishi vile ambavyo mimi naweza. Wazao wakaambia utajijua mwenyewe, wakamwacha pale wakaingia zao ndani. Adina akaenda kwa mpenzi wake Sylvain, yuko zake busy na laptop anachezea, anafanya kazi. Mpenzi wake akamwambia baby, inabidi tulale. Akamwambia subiria namaliza. Akamwambia unamalizia muda gani? Akasema sasa hivi tu dakika chache nakuwa nimemaliza. Akasema sawa. Akawa anaendelea kufanya kazi. Mpenzi wake akamsubiri Sylvain, akamsubiri Adina mpaka akapitiwa na usingizi. Asubuhi Sylvain yupo zake jikoni anaandaa breakfast kwa ajili ya mpenzi wake. Mpenzi wake kashajiandaa, Adina anaelekea kazini. Akamwambia babe, kwa nini unaondoka? Na leo ni Jumamosi. Akasema ndio, na kikao cha muhimu sana inabidi niende. Akamwambia kwa nini? Jana umefika huko busy na kazi. Na leo nikajua tunashinda wote, kumbe unaondoka. Akasema ndio, mimi naenda kazini. Akamwambia babe, hivi ni kweli unataka haya mahusiano? Uyape kipaumbele chochote kama mimi peke yangu ndo na ya force? Akamwambia hapana babe, nitafika siku nyingine. Ngoja leo niende kazini. Adina akaondoka. Adina akawa anaongea anazungumza na babake. Babake akamwambia Adina, kuna ile tenda tulokuwa tunaifuatilia. Vipi, ushatuma email? Akamwambia ndio baba, tena nikifika ofisini nitaangalia kama wameshanijibu. Akasema sawa, hakikisha tunapata ile tenda kwa sababu kuna kampuni zingine pia nimepenyezewa wanaitaka hiyo tenda. Akasema sawa baba. Adina alipofika akapiga simu, akauliza, akamwambia
samahani, tumeamua tufanye kazi na kampuni yenye uzoefu zaidi kwenye masoko. Akamwambia sisi na nyie tumefanya kazi nyingi bwana, msitake tuharibu uhusiano wetu kwa ajili ya hili dili moja. Akamwambia ndio hivyo, kama kuna kazi nyingine sisi na nyie tutafanya. Akasema shit, akakata simu. Akaja sekretari wake anamuonesha kitu. Akamwambia angalia. Akamwambia ni nini? Akamwambia wewe angalia tu. Adina akatoka na hasira moja kwa moja hadi nyumbani kwao. Alipofika akamuita Niki. Niki akasema unasemaje? Niki maarufu niko hapa. Akamwambia Niki, sikujua kama wewe ni mjinga kiasi hicho. Akamwambia Adina usiniite mimi mjinga, wazazi wao wakaja. Akamwambia nini kafanya? Akasema umemwona Niki ameenda kujisajili kwenye mitandao ya kujiuza, tena akitumia picha yake halisi pamoja na majina ya familia. Niki, kwa nini unafanya hivyo wewe? Akasema mlitaka niishije? Mlitaka nipate wapi fedha? Mmenikata kwenye mishahara yangu ya mwezi, mmeninyang'anya gari, mlitaka niishije? Nimesema niacheni, nitaishi vile ambavyo mimi nataka. Mimi siwezi kuwa kama Adina. Adina yeye ni anaishi vile ambavyo nyie mnamwambia. Mimi siwezi kuwa kama Adina. Nimeshasema baba, mimi nataka kuwa mwanamitindo na hilo ndo mwisho. Kama baba umeshindwa kunisaidia mimi niweze kufanikiwa, nitafanya mwenyewe kila kitu. Niacheni bwana. Akaondoka zake. Babake alipopata taarifa kwamba Adina amekosa lile dili, akamsubiri asubuhi akiwa anaelekea kazini, akaanza kumfokea. Akamwambia Adina, nimesikia lile dili umekosa, imekuwaje? Akamwambia baba, naomba unisamee. Samani itasaidia nini? Itasaidia kwamba lile dili tupate. Akamwambia baba, nisamee. Akamwambia yani wewe ni hauna uwezo kabisa, wewe ni incompetent. Mimi ningekuwa naendesha ile kampuni kama wewe ungeikuta pale ambapo ulipoikuta. Akamwambia baba, nisamee. Samani yako haisaidii chochote Adina, ninachokuomba sasa urekebishe hayo makosa yako. Akasema sawa baba. Adina alipofika ofisini akawa anafikiria maneno ya baba yake, anamwambia kwamba yeye ana uwezo, yeye ni incompetent. Akasema hata imetokeaje sielewi kabisa. Mpenzi wake akawa amekuja Sylvain, akamwambia babe, akaanza kumkisa. Akamwambia Sylvain niache. Akaendelea kumkisa. Nimesema niache Sylvain, kwa nini uelewe wewe mpaka wewe unafokewa? Akasema Adina, unanifokea kisa tu nimekukisa au kuna mengine? Akamwambia ndio, nimesema uniache wewe hauelewi. Akamwambia basi naomba tutoke lunch. Akamwambia sikia, ile lunch haiko tena, hatuwezi kutoka. Niko busy sana. Kampuni yetu inapitia changamoto fulani, kwa hiyo siwezi kuondoka. Inabidi nikae nifanye kazi zaidi. Sylvain akasema, mimi nataka muda na mpenzi wangu, ila wewe muda wote uko busy. Akasema ndio hivyo, tutapanga siku nyingine, hebu naomba uende. Sylvain akaondoka. Niki akawa anagombana na mama yake. Mama yake anamwambia Niki, naomba ufute vile vitu vyako vya kijinga ulivyojisajili kwenye ile mitandao ya ajabu ya kujiuza. Wewe una nini mpaka ujiuze? Kwa sababu gani Niki ufanye hivyo? Akamwambia mama, nilishasema nitafanya kile ambacho mimi nakitaka. Hebu niacheni bwana. Akamwambia Niki, unajui kama wewe ni mtoto wa nani? Unajui kama wewe ni babako ni mtu gani kwenye nchi? Akamwambia mimi ni mtoto wa nani? Mimi ni mtoto wa baba ambaye mbinafsi na mwenye tamaa. Baba ambaye anataka sisi tumfanyie vitu vyake, yeye aendelee kupumzika, sisi ndio tuishi maisha yake. Mimi siwezi mama. Mimi nimeshasema mimi nataka kuwa mwanamitindo. Mamake akampiga Niki. Unaongeaje hivyo na babako? Akasema nimeshasema mama, mimi siwezi. Mimi siwezi kuwa kama Adina bwana. Mnanipelekesha tu nifanye kazi huku na huku. Mimi nataka kuwa mwanamitindo. Hilo limeshindikana, baba ameshindwa kunisaidia. Mimi siwezi tena kufanya kazi zake. Siwezi kukaa ofisini mimi. Niki akaingia ndani akamwacha mama yake. Adina akaenda kwa mpenzi wake, kama ameenda kumuomba samahani. Kaba baby nisamee, zilikuwa tu ni stress za kazi ndio maana nilikujibu vile. Akamwambia najua kazi ina stress saa nyingine, ila hutakiwi kujibu tu kwa sababu inabidi ufikirie mimi pia nitajisikiaje. Akamwambia sawa naelewa nisamee. Akamwambia sawa nimekusamea. Akamwambia ila sasa weekend naomba tutoke out. Twende Rwanda kwa ajili ya mapumziko. Akamwambia sawa basi, ila Rwanda hapana, twende tu hapa. Akasema sawa, unataka twende wapi? Akasema nataka twende Kalaba. Akamwambia sawa, nikupe nini? Akasema mimi naondoka, sitaki kinywa chochote. Tunaondoka tena? Ndio. Adina akaondoka. Weekend ilipofika sasa, Adina alikuwa zake kazini. Akapigiwa simu, akawa anaongea na simu, akashtuka. Sylvain kule anaandaa mabegi kwa ajili ya safari yao walopanga na mpenzi wake. Akampigia simu mpenzi wake apokee. Wala Adina akampigia simu Sylvain. Akamwambia baby, samahani. Akamwambia samahani tena. Akamwambia ndio, ile safari haipo tena. Siwezi kwenda huko. Inabidi nisafiri sasa hivi nielekee Abuja na baba. Akamwambia kwa sababu gani Adina unafanya hivyo? Akamwambia ni dharura, siwezi tena kwenda. Naomba uende bila mimi. Tutaenda siku nyingine. Sylvain akamwambia
hivi Adina, kwani lakini unafanya hivyo? Nishalipia kila kitu mimi, nimelipia usafiri, nimelipia sehemu ya kufikia, nimelipia vyakula, yani kila kitu nimelipia. Akaambia nisamee, nenda tu bila ya mimi. Akasema haya bwana, uwe na siku njema. Selvin basi akachukua simu, akampigia simu rafiki yake na Nikki, anaitwa Melody. Akamwambia Melody, uko wapi? Akamwambia niko njiani, natoka ofisini. Akamwambia naomba uje kwangu, nahitaji mtu wa kuzungumza naye. Akamwambia nina kazi za bosi. Akamwambia nitakulipa. Akamwambia hapana, ila nina rafiki yangu, kwa kuwa umesema utamlipa nitamwambia aje. Akasema basi nitumie picha. Akasema sawa. Nikki akaenda kwa Selvin. Selvin anakunywa pombe, Nikki amekaa. Akamwambia nimekaa hapa muda wote, hamna chochote tunachozungumza, ila tu unakunywa mipombe. Zitakusaidia nini hizo pombe? Akamwambia niache bwana, sitaki mshauri. Kwani wewe ni nani tena unaboa? Umefika hapo umekaa unaboa. Akamwambia pombe hazikusaidii chochote. Akamwambia kwanza toka, nimesema sitaki mshauri. Nikki akaa anaondoka. Alipofika mlangoni akamwambia pombe hazikusaidii chochote, kaa chini ufikirie ujue nini unafanya kutokana na unachopitia. Akamwambia nitafanyaje kama ni swala la mapenzi? Akamwambia kumbe ni shida ya moyo. Basi unaweza kunisimulia? Akamsimulia kwamba mpenzi wake muda wote yuko busy na kazi. Akifika kwake anafanya tu kazi. Hawapati hata muda wa kuwa pamoja, hata muda wa kufanya chochote kile. Akamwambia pole sana. Yani alimsimulia yote, akitaka kumkisa taki, akitaka kutoka out anaghailisha, akamsimulia kila kitu. Basi ilipofika asubuhi, Selvin anaenda zake kazini, akaenda kumgongea Nikki baada ya mazungumzo kuisha usiku. Kama Nikki akaamka akamwambia mimi natoka. Akamwambia ngoja nijiandae basi tutoke wote. Akasema sawa. Akamwambia nipe akaunti yako nikutumie ile fedha. Akamwambia naomba mtumie Melody, akaunti yangu ina shida. Akamwambia sawa. Akamwambia nashukuru sana kwa mazungumzo ya jana. Akamwambia sawa, usijali, kwa kuwa unalipa basi hamna shida yoyote. Haya. Adina baadaye akaenda kwa mpenzi wake baada ya kurudi Abuja. Akafika pale akamwambia babe samahani, nimekuletea na zawadi. Akamwambia asante. Akamwambia vipi Abuja imesema? Akamwambia safi tu, tulichoenda tumefanikiwa. Akamwambia sawa. Akamwambia nisamee baby. Akamwambia leo unajifanya umekuja mwenyewe kuja kuomba samahani ukiwa na bashasha. Akamwambia ndio baby. Wakaenda chumbani. Alipofika akamwambia basi naomba nianze kunivua viatu. Akamvua kiatu cha kwanza, kiatu cha pili, simu ya Adina ikawa inaita. Steven akamwambia usipokee. Akamwambia niache nipokee bwana, labda ni dharura, kuna mtu kafa, kuna mtu anaumwa. Akamwambia usipokee. Sababu Steven anajua mpenzi wake si mmoja tu, kila kitu chote kinabadilika. Adina kweli akapokea. Akamwambia mbona ni baba yangu. Babake akaanza kumwambia Adina, unajua ile presentation ni kesho, ni ya muhimu sana. Akamwambia ndio baba najua. Akamwambia sasa naomba uandae kila kitu. Kwanza uko wapi? Akamwambia nipo kwa Steven. Akamwambia basi naomba uandae kila kitu kwa ajili ya presentation kesho. Akamwambia sawa. Adina akaamka nitakuondoka. Steven akasema ngoja nilete laptop yangu. Akamwambia hapana, inabidi niondoke, laptop yako haina vitu ambavyo ninavitaka. Akamwambia unaondokaje, unaniacha katika hali kama hii? Akamwambia una hali gani wewe? Una hali gani nakuuliza? Akasema Adina, unawezaje kufanya hivyo? Akamwambia sikiliza, kazi ni bora kuliko hayo mapenzi ya kijinga. Akamwambia mapenzi ni ya kijinga? Akamwambia ndio, mapenzi ni ya kijinga. Adina akaondoka. Selvin akachukua simu akampigia Nikki. Akaja pale wakawa wanapiga story. Adina ajui kwamba anaendelea kuyafanya, anazidi kumpush mpenzi wake mbali kabisa. Yeye yuko busy na kazi. Na Nikki na Selvin ashapata kampani nyingine ya Nikki, mtu ambaye kila akimpigia tu simu dakika moja yuko hapo. Basi wakawa wamepiga story pale usiku kucha mpaka wakapitiwa na usingizi. Sasa hivi hawalali tena, kila mtu chumba chake, ni chumba kimoja wanalala. Ila hamna chochote kinachoendelea kati yao. Ni marafiki tu. Basi wamelala. Asubuhi Selvin anaenda zake kazini, akamwamsha Nikki. Nikki akasema ngoja nijiandae tuondoke. Akasema hapana, wewe lala tu. Ukitaka kuondoka utaniwekea funguo yangu hapo chini. Akasema sawa. Selvin akaondoka, ila Nikki hakuondoka. Akamsubiri Selvin hadi arudi. Selvin aliporudi akamkuta Nikki. Akamwambia mbona bado upo? Akamwambia nimeona kuiacha nyumba hivi si kweli, nikaona nikusubiri. Kwa hiyo umerudi, mimi ndo naondoka. Akamwambia sawa. Akamwambia pia nimepika, ukisikia njaa utakula. Akasema sawa. Nikki na Selvin wanazidi kuwa na mazoea yanazidi sana. Yaani wanazidi kuzoeana muda wote, wanatoka out. Kila mtu yupo comfortable na mwenzie. Kila mtu yani anahisi anaweza kumwambia mwenzie chochote na mwenzie akasikiliza.
wakiwa baada ya kutoka out wakiwa zao wamelala, Adina akampigia simu mpenzi wake, akamwambia niko njiani nakuja, baada ya dakika 5 nitakuwa nimefika. Sylvain akashtuka, akachanganyikiwa kabisa, akasema saa hivi? Akamwambia Niki. Akamwamsha, naomba uondoke. Akasema niondoke kivipi? Akamwambia mpenzi wangu anakuja. Akamwambia mpenzi wako anakuja tena? Akamwambia ndio. Akasema naomba uondoke. Akasema basi mimi na wewe hatuna mahusiano yoyote, kwa nini niondoke? Mwacha nikuje. Akamwambia hapana, naomba uondoke. Tena upite mlango wa nyuma uondoke. Hadi Niki akakataa kuoga, Sylvain akamkataza, akaondoka. Niki rafiki yake akaanza kumsimulia, yaani jamani yule mwanaume alivyonifukuza, kanifukuza kama nzi. Huyo mwanamke wake amemfanyia kila aina ya baya, ila bado yuko bize, mwanamke wangu. Akasema pole. Basi akaambia huyo mwanaume anataka kufanya wewe mchepuko. Mimi niwe mchepuko? Hilo sawa, haliwezekani. Mimi Niki niwe mchepuko? Akaambia haliwezekani hilo swala. Adina alipofika kwa mpenzi wake mwenyewe, ipo zake kitandani, anachezea simu, akaona kitu kwenye simu, akashtuka. Mpenzi wake akaja, akamwambia tulale. Akamwambia subiria, kuna nabii nipige simu. Akampigia simu huyo mfanyakazi wao wa ofisini, akaanza kumfokea. Akamwambia kwa nini umeona vitu vimepanda bei unashindwa kubadilisha mtu mwingine wa kufanya supply hivyo vitu? Anamfokea. Akamfokea, alipomaliza mpenzi wake akamwambia vipi? Akamwambia ngoja nimpigie baba. Akaanza kuongea na baba yake. Mpaka Sylvain akalala. Akapita kabisa na usingizi. Adina bado ameongea na simu, alipomaliza basi wakalala. Sylvain akaamua aende kumuomba msamaha Niki baada ya kumfukuza. Akamwambia nisamee. Akamwambia ni ulinifukuza kama nini? Sijui uliniumiza sana hisia zangu. Akamwambia pole basi nisamee. Akamwambia basi Niki akamwambia nimekusamea, ila sitaki rafiki ambaye ananiwaza mimi akiwa na shida tu, akiwa na raha hata anitaki. Akamwambia hamna, nisamee, siwezi kurudia tena. Akamwambia sawa. Akamwambia basi naomba weekend twende Maldives. Niki akasema Maldives hapana. Akasema unataka twende wapi? Akasema basi twende huyo. Akasema sawa. Niki akakubali. Weekend ilipofika wenyewe wakaenda zao huyo. Niki akawa amefurahi. Yaani sehemu ni nzuri sana, nimepapenda. Kama mpapenda, nimepapenda sana. Adina sasa anaanza kuona Sylvain ampigi simu, afiki tena ofisini, akamuuliza sekretari wao. Kipindi niko bize Sylvain alifika, sekretari akamwambia hapana hajaja. Adina akawa ameendelea tena kazi, akajua labda na yeye yuko bize. Niki na Sylvain wakawa wamerudi kutoka zao huyo. Niki anamwambia yani sehemu ni nzuri, nimependa sana, nimefurahia sana. Akamwambia basi usijali, tunaweza kwenda sehemu nyingine. Niki akamwambia tu kweli, kwa kuwa wewe ndio unalipa, tutaenda basi sehemu yote. Akamwambia sawa, hamna shida. Usiku kila mtu akawa yuko nyumbani kwake amelala, ila usingizi hauwapati. Si unajua tu mkiwa karibu sana, hisia pia zinaanza kuwa karibu. Kwa hiyo ndio kilichokuta Niki na Sylvain, wakajikuta wanaanza kupendana. Sasa ndugu wa familia moja wanaanza kumpenda mwanaume mmoja. Niki hajui, Adina hajui. Kama wote sasa wanampenda mwanaume mmoja. Sylvain akampigia simu Niki akamwambia, yani nimeshindwa kulala na kufikiria. Akamwambia hata mimi, basi naomba uje kesho. Akasema sawa. Mapema tu Niki akawahi kwa Sylvain. Wafika Sylvain akaanza pale kumshukuru. Nashukuru kunifanya mwenye furaha, nashukuru kunifanya nijione tena ni mwanaume ambaye nina thamani, nashukuru kunipenda na kunithamini. Akamwambia usijali. Akamwambia naomba uwe mpenzi wangu. Akamwambia unataka niwe mchepuko wako? Akamwambia hapana, sina tena hisia na yule mwanamke wangu. Mimi nataka wewe ndio uwe mpenzi wangu, nakupenda. Niki akasema kweli? Akamwambia basi hata mimi nakupenda. Basi pale wakakumbatiana. Mapenzi yameanza rasmi sasa kati ya Sylvain na Niki, sio urafiki tena. Adina sasa ataisoma namba. Sylvain akamletea Niki gari. Niki akafurahi, akamwambia asante baby, asante. Akafurahi na akamwambia amepata gari. Yuko zake kazini, anashangaa Sylvain ampigi simu. Akabidi achukue simu ampigie. Akamwambia baby, vipi umerudi? Akamwambia ndio nimerudi, niliona Instagram kwamba umeenda huyo, kwani hukuniambia? Akamwambia nikajua tu uko na kazi. Akasema sawa, basi naomba baadaye tutoke lunch. Akasema hapana, nina ratiba zingine. Akamwambia una ratiba gani? Akamwambia tu nina ratiba nyingine. Sasa hivi Adina yeye ndo anaanza kuomba appointment kwa mpenzi wake. Mpenzi wake tena yuko busy, ashapata mtu wa pembeni. Sylvain akatoka zake na Niki, wenyewe wanakula zao. Akamwambia
Hujawahi kuniambia chochote kuhusu familia yako. Akamwambia, familia yangu haina chochote cha kufurahisha. Ila babangu anataka niwe mimi MD wa kampuni zake. Mimi sitaki. Akamwambia, kivipi? Akamwambia, mimi ndoto yangu kubwa toka niko mtoto nataka kuwa mwanamitindo. Ila babangu anasema hiyo kazi ni ya kimalaya. Mimi siwezi kufanya hiyo kazi. Mimi ninachotaka ni kuwa mwanamitindo. Akamwambia, basi usijali, nina rafiki yangu ambaye ana kampuni ya wanamitindo, nitakukutanisha naye. Akamwambia, kweli? Akamwambia, kweli kabisa. Akamwambia sawa, akafurahi. Walipotoka pale wakaenda nyumbani kwa Selvin, wakawa wamekaa. Dina alipoona huyu mpenzi sasa yuko busy sana. Amekuwa na ubize mwingi. Ikambidi Dina aende kwa Selvin bila hata kumwambia. Alipofika akawakuta. Akashangaa. Niki tena? Kaza kumwambia, Niki, mimi na wewe tuna tofauti zetu, ila hapana, sio kutembea na mpenzi wangu. Akamwambia, Adina, mimi ningejuaje kama ni mpenzi wako? Umewahi kututambulisha? Unajua kumtambulisha kwangu au kwa wazazi wetu? Mimi ningejuaje? Na huyu mwanaume mimi hajawahi kuniambia chochote kuhusu wewe, hata kunionyesha picha yako hajawahi. Akamwambia, sasa na umejua, naomba uachane na mpenzi wangu. Umekuwa naye kwa muda gani? Akamwambia, kwa muda sasa. Sasa naomba uachane na mpenzi wangu. Akamwambia, Adina, ina maana wewe ndo wewe ndo mwanamke ambaye huyu mwanaume kanisimulia yote uliokuwa unamfanyia, umempitisha huyu mwanaume kwenye shimo la moto. Akamwambia, kwa hiyo na wewe ndio umeamua uwe amani yake? Akamwambia, ndio, na anastahili kupata amani. Akamwambia, Niki, naomba uachane na mwanaume wangu. Huyu ni mwanaume wangu, naomba uachane naye. Mimi nampenda Adina, siwezi kufanya, mimi sitaki kujua, nimeshasema achana naye. Adina akaondoka. Alipofika kwao akaenda kuambia wazazi wake. Wazazi wao wakaweka kikao. Wakaanza kumwambia Niki, dadako amekuwa na huyu mwanaume kwa mwaka mzima. Tunakuomba uachane na mpenzi wa dadako. Akasema, kwa nini hamna mtu ananisikiliza mimi? Mimi pia nina moyo. Mwanaume ambaye alikuwa ananithamini na kuonesha nataka kusupport kile ambacho niko nacho, ndio mnaniambia niachane naye. Adina anambia, najua uko na Selvin kwa sababu tu ya hela. Wewe unapenda sana vitu. Akamwambia, hapana, mimi nampenda Selvin. Mimi nampenda Selvin, sipendi hela zake. Akamwambia, nakujua bwana Niki, wewe unataka tu hela. Kwa hiyo naomba uachane na Selvin. Akasema, mimi siwezi, mimi pia nampenda. Akasema, Adina, achana na Selvin. Niki, achana na Selvin. Walivyoona wazazi kwamba hii ni kesi ngumu, wameshindwa kuisuluhisha, wakawaitia shangazi yao. Shangazi yao alipofika akaanza kuambia, yani mnaweza kuleta laana kwenye familia. Inakuwaje wanawake wa familia moja mnatembea na mwanaume mmoja? We Niki, dadako umemwona anapitia shida kwenye mahusiano yake. We baada ya kusuluhisha umeenda kuharibu kabisa, umeenda kutembea na ule mwanaume. Ni nini umefanya? Akamwambia shangazi, mimi sikujua, mimi ningejuaje? Adina hajawahi kunitambulisha. Akamwambia, sasa umejua, achana na mwanaume wa dadako. Akasema, kwa nini kila mtu ananiambia mimi? Mimi pia nina moyo, mimi nampenda. Akasema, hapana, wewe unapenda hela tu za Selvin. Akasema, sawa, mimi nitaachana naye. Akamwambia, vizuri. Niki akawa ameenda supermarket, akakutana na Selvin, akataka kuondoka. Selvin akamwambia Niki, kwa nini umetukatia tamaa? Kwa nini umekatia tamaa mahusiano yetu? Akamwambia Selvin, siwezi. Wewe unampenda dadangu. Akasema, mimi simpendi, sina, mimi nakupenda wewe. Mahusiano yetu si alishaisha muda kabisa. Akamwambia, kwa nini ukumwambia? Hiyo ndio shida ilipoanzia. Akasema, wewe endelee tu na Adina, mimi siwezi. Niki akaondoka. Adina akaenda kuongea na Selvin. Akamwambia Selvin, baby, najua nimekupitisha kwenye mengi. Naomba tu solve ili tuweze kuwa sawa. Nitabadilika, nitakuwa nakupa muda zaidi. Akaambia Adina, muda ambao nimekutana na Niki ni muda ambao mimi nilikuwa nakuhitaji wewe sana, ndio nikakutana na Niki. Niki ni mwanamke, ni mtu mzuri sana. Alinifanya mimi nione thamani yangu tena, alinifanya nipende tena. Alinijali, kuniheshimu. Akaambia, kwa hiyo mimi sina hivyo vyote? Akaambia, uko navyo, ila mimi na wewe tuna vipaumbele tofauti. Wewe unawaza kazi muda wote, ila mimi nahitaji kuwa na mtu wangu pia. Akasema, kwa hiyo umemchagua Niki? Akasema, kama utaniruhusu kuwa na Niki, mimi nitakuwa naye. Adina akawa anaongea hadi analia, ameondoka. Akaondoka, akafika kwa na hasira kweli, akakuta wazazi wake wamekaa kwenye kochi. Akamwambia, mama, mbona mchosababisha? Mmesababisha nimempoteza mpenzi wa maisha yangu. Nyie hapo wawili, baba uko na mpenzi wa maisha yako, mimi wakwangu nimempoteza. Haya yote kwa sababu ya makazi yenu. Mlikuwa mnanipa kazi muda wote, sina muda wa kupumzika, sina muda wa kuwa na mahusiano yangu. Muda wote niko na kazi, nafikiria kazi muda wote. Niki alikuwa sawa, nyie sio kuwasikiliza. Kuanzia leo sitafanya tena hizo kazi zenu. Nitaanza kujitafuta mimi, na mimi nipate muda wa kuishi maisha yangu. Sitaweza tena.
nimeshasema sitaweza. Akaambia kwani ni nini? Familia ndo kila kitu. Familia ndo kila kitu Ila nyinyi mko hapo mnafanya nini? Mmekaa hapo wawili na soulmate wako. Ila mimi soulmate wangu hayupo tena. Nimeshasema sitafanya tena kazi zenu. Akaingia ndani. Nikki akaenda kwa Sylvain. Alipofika akasema nimeambiwa ndege mdogo kanituma nije hapa, kuna kijana anahitaji msaada. Sylvain akasema nilikukumbuka sana mpenzi wangu. Akasema hata mimi. Wakaambiana pale nyewe kwamba nakupenda, wakakumbatiana. Basi na picha yetu ya Love Me Twice ikaishia hapo. Wapenda nao wameshinda. Kila kitu kinakuwa na mipaka yake. Ukifanya kazi sana utapoteza kimoja. Ndio kama kilichomkuta Adina. Sasa tuambie umejifunza nini kwenye comment. Bye.